Kuna wakati unafika umelimbikiza mambo mengi, alafu una muda mchache. Utakuta mambo yako unayafanya kwa pressure, unayafanya kwa kupaniki, unayafanya kwa wasiwasi, unakosa umakini wa kutimiza huo wajibu. Kwa nini? Uliahirisha mambo, uliahirisha ratiba, uliahirisha vipaumbele. Itahitajika nguvu kubwa kufanya jambo moja moja, kulitimiza kwa wakati. Tena kuna wengine kwenye maisha yao wameandika vipaumbele kwamba nitafanya 1, 2, 3, lakini kiukweli hata kama kuna vipaumbele alivifanya, hajafanya vyote, vingine kaishia njiani. Sio kwa sababu hana watu wa kuwasaidia, sio kwamba hana rasilimali, no, sio kwamba hana muda. Hapana, muda anao, kila kitu anacho, ila tu tabia ya kupuuza, tabia ya kuahirisha mambo, uvivu. Ni fursa ngapi umepoteza kwa sababu ya kuahirisha? Nafasi ngapi ambazo Mungu amezileta kwenye maisha yako, amekupa neema ya kuzifanya, lakini kwa sababu ya kuahirisha ukajikuta muda umeenda hujafanya chochote. Ni watu wangapi Mungu alikuletea kwenye maisha yako, wale watu wakaanza kukukimbia, wakakuona kama wewe hauko makini. Kwa nini? Kuahirisha wamefanya wasikuamini, wamekuona wewe hauko serious. Tabia ya kuahirisha inafanya watu wasikuamini, inakukwamisha, inakuchelewesha. Bible inasema wakati wa wokovu ni sasa, sio kesho, sio kesho kutwa. Kama wakati wa wokovu ni sasa, wakati wa kuomba ni sasa, wakati wa kutimiza malengo yako ni sasa, wakati wa kutimiza kusudi la Mungu ni sasa, wakati wa kumtumikia Mungu ni sasa, wakati wa kuwekeza ni sasa, wakati wa kutumia muda wako vizuri ni sasa, wakati wa kufanya maamuzi sahihi ni sasa, wakati wa kufocus na maisha ni sasa. Wahenga walisema linalowezekana leo lisingoje kesho.